Karibu tena mtazamaji wetu, tuendelee na kipindi yetu. Na kama vile nilikuwa nimesema, you can enjoy your life. You can have good times when you tame or when you talk good with your tongue. Tungetaka kuangalia pia maandiko ambayo inatuonyesha vile tunafaa kuwa tukisema, vile tunafaa kuwa tukiongea, ndiposa maisha yetu yawe mazuri. Kuna maisha ya wengine yameharibika ni kwa sababu ya ulimi. Kuna maisha mengine ya watu imekuwa maisha bora na maisha mazuri juu ya ulimi. Ningetaka tusomewe kitabu cha First Peter na wakansora here, First Peter 3, tuanzie verse 9 tufike hapo 12. Tusikie vile Biblia inatuambia kukaa kwa maisha mazuri kwa sababu ya kuongea uzuri na ulimi. Kwa hivyo pastor ni kama kumaanisha kabla some. Yes. The kind of life you live, it immediately depends on your tongue. Yeah, it depends on your tongue. And it can be good. Yeah. And it can be bad. Yes. Because I remember in Proverbs 25 verse 18. Yes. Proverbs 25 verse 18. Yes. The writer of the proverb compares a bad tongue with a club, a sword, or a sharp arrow. A bad tongue. A bad tongue is compared to a crab. A crab. A sword. A sword that kills. Or a sharp arrow. A sharp arrow. Yes. That destroys. Yes. Yes. And then, still in Proverbs 25. Yes. Verse 15. Yeah. A good tongue is compared with a power that breaks the bone. It says, with patience, a ruler may be persuaded through the tongue. Yes. And a good tongue, a soft tongue, yes, can break bones. A soft tongue can break bones. That is Proverbs 25, verse 15. Let us hear. In other words, what you are telling us, or what the word is telling us, Salome, that the tongue is so powerful. It is so powerful. It's giving an example of the bone. Bone siki tutagoga hivi ifujike. It is something. You need to use strength. Yes. So what the Bible is telling us, it's that the tongue is so powerful. It can move. Yes. Like the way the Bible tells us, even if you have a faith as small as a mustard seed, you can tell a mountain move. The same way you can use a tongue to make good. To make good. Yes. A situation could look so big, so huge, but you can use the power of the tongue to soften the situation. To soften the situation. For example, unapata watu wako kwa ile, what do we say? Possibly people are fighting, people are insulting each other. Unaweza tumia ule ulimi kutuliza wale watu. That I can use my tongue to cool down. Using it positively. Or I can use my tongue negatively to break the hearts. Oh yes. Na ndio maana saa ingine unapataga watu wengine, they are always complaining. Watu ni wabaya. Wako hivi na hivi na hivi. People do not like me. People do not love me. But you do not know the reason why people do not like you, because every time you open your mouth, your tongue chases them away. Unaweza tumia ule ulimi wako kuvutia watu kwako, ama na unaweza tumia ufanya waende ama wakuondokee. So before you start complaining, watu hawanipendi, people are not good, people are this or that, how are you using your tongue kuvutia watu kwako? And then it all comes, the tongue, like we said, is controlled by our thoughts. So it is important that we take care of our thoughts. Ndio wakati wote tukitoa maneno kwa ulimi wetu, inakuwa ni ile maneno ya kutuliza. Ni Mswahili usema ile maneno hutoa nini? Nyoka pagoni. Such that even a person who is so cruel, a person who does not listen, you can use your word to tame that person. They listen, like the Bible says, come we listen together. I want to support that fully before she leaves, because it's very important. In my experience at work, sometimes you go when you are late. Would be me and the pastor, we are teachers. We are late. The boss is there. He sees us, and then pengine akuite, ama mpitane tu. The way you will talk to your boss will determine the whole of your day. How you react. And how he will take you the whole of your profession. I have an experience.
One day we are late. Yes. We see the boss is there. Yes. We decided we are going to give him the best smile we could afford and the best talk to him sweetly. Yes. And of course he was very mad with us because we were late, but it is because of the weather. Yes. So the way we greeted him, he forgot that he was annoyed and he forgot that he had come to reprimand us. So he was like, you guys, today you are late, but learn to your places of work. Yeah. So the day was good. Another person came. Yes. He was like, hey, today you are late. Lakini huoni kuna mvua. Don't you see? Hiyo sasa, it made the boss to go back to the office with the person and he wrote a letter to the person. Yes. Just like she has said. Yes. Ya kwamba a good word can make somebody heal or react in a very good way. Yes. So this one alipata balua just because of the tongue. Yeah. Because he made this heart very heavy and angered. Yes. These others, they went to class, they never remembered they were late. Yes. You know, you need to tell somebody in the morning, good morning, how are you this morning? Yes. It will change that person and the way you look towards the day. Yes. You anasemaga vile unaanzia asubuhi ndio utafanya nini? Utashida. Yes. How are you, Salome? How was your night? So you break the bones. You break the bones by your tongue. Yeah. Ningetaka tusomewe maandishi katika 1 Peter chapter 3 from verse 9. Yes. Tusome. Yeah. Do not pay back evil with evil. Yes. Or cursing with cursing. Yeah. Instead, pay back with a blessing. Yes. Because a blessing is what God promised to give you when He called you. Yes. As the scripture says. Yes. Whoever wants to enjoy life and wishes to see good times must keep from speaking evil and stop telling lies. Yes. They must turn away from evil and do good. Yes. They must strive for peace with all their heart. Yeah. Biblia imesema usije ukalipa mabaya na mabaya. Mabaya. For example, unaweza pata mtu akuite majina ambayo yako na uovu. Akutukane, akuite jina lolote ambayo anakuita. Lakini Biblia imetuonyesha kaa ukiwa umenyamaza. Wakati anakutusi nawe unambariki. Wakati anakuambia mabaya nawe mbariki. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Shemei. Mmoja ambaye alitukana Daudi sana. Wakati Daudi alikuwa anapita, huyu akaanza kutukana Daudi akimuita muuaji. Akimuita wewe ni bure kabisa. Wewe ni wa kwa shetani. Mmoja wa walizi wa Daudi wakamuuliza, sasa yule ni nani anakutukana wewe mfalme? Lakini mfalme alimwambia wacha aseme yale ambayo yote atasema. Anaweza kusema maneno ingine yanisaidie katika hali ya kunitukana, yanisaidie. For instance, kuna wakati mkiwa kwa boma, mmoja wenu anaweza anza matusi. Na ukitaka kujua ukweli pahali huko, badala ya kumrudishia wewe nyamaza. Unaweza sikia for instance mama amesema, wewe ni nugu kabisa, wewe ni shetani. Na tungekuwa mbali sana isipokuwa ni hiyo pombe yako. Unaona kama hungesikiza, hungejua the weak point. Ile kitu inafanya mama asifurahi ni pombe. Kwa hivyo wakati anakutusi nawe mbariki. Ndio imesema hapo mbele, imesema ukitaka kukaa maisha mazuri, ukitaka kukaa kuona fanaka. Yes. Like hata there is also the power of silence. Vile unasema ukitaka kunyamaza. Vile ulikuwa unasema amekutukana, ameongea maovu. But you decide sitamjibu, sitamnenesha. That is also a weapon. Sababu sasa hutampatia ile material ya kuendeleza nini ile uofu. Then atakaa akifikiria ule mtu nimemtukana, nimemnenesha mabaya, hajasema kitu. What is going on in their mind? Kwa hivyo vile unasema inakujaga sasa wewe. You are like, I've won the battle sababu nilifaa nimtukane lakini nikanyamaza. Sasa umemwekelea ile mzigo yake ameendelea kubeba. For one amekunenesha maofu. Ukafikiria I won't tell them anything.
hata jua nafikiria nini, Yes. hata jua nawaza nini. Yeah. Sasa ule ataenda zake akifikiria, mbona huku react? Yes. Mbona huku sema kitu? Yes. Unaona? Sasa wewe you've been left clean na bebe nini? Ule mzigo wake. Your conscience has been left. Hata Biblia inasema chochote ambapo kinaingia ndani ya mwili wako kupitia kwa masikio ama kupitia kwa nini hakikuwe kinajisi, lakini chochote kinatoka ndani ya moyo wako, mafikira yako, mdomo wako inakuweka najisi. Kwa hivyo even to be silent, even to keep quiet, it is a strong weapon. Kama hutabariki, kama hutaki kubariki, wewe nyamaza. Exactly. Weka kimya. Hebu tusomee verse 11. Usikie vile inaendelea kusema. Yeah. Okay, labda nirudi kidogo ndio ishikane. Yes. Whoever wants to enjoy life and wishes to see good times must keep from speaking evil. And stop telling lies. Yes. They must turn away from evil and do good. Yes. They must strive for peace with all their heart. Yes. For the Lord watches over the righteous and listens to their prayers. Yeah. But he opposes those who do evil. Mwalimu, ni kama ile maofu yako itakuteganisha na nini? Na Mungu. Mwalimu, sasa tazama. Watu wamekesha kwa maombi. Watu wanajifunga hata siku 21 kwenda kuomba. Lakini kutoka kwa maombi, hata kabla hajaenda kuomba amefanya dhambi, ametenda maovu. Naye Mungu amesema anakaa kitazama wale waadilifu. Amekaa kitazama the righteous one. Na anajibu maombi ya wale ambao wanaongea mazuri. Tazama sasa, kama vile tunatumia simu ya rununu. Sijui itakuwa sasa ni Mungu atuhurumie, kwa sababu hii simu tunatumia imefanya wengi waingie kwa mtego ya uongo. Unasikia niko karatina na niko nyuma yako. Mwingine tulikuwa na yeye akapigiwa simu, uko wapi? Akaniambia ako Rodwa. Na tuko na yeye hapa. Na unajua Rodwa ni wapi? Akasema ako Rodwa. Kwa hivyo stop speaking lies. Kwa sababu wakati unaenda kuomba ukiwa huna dhambi, Mungu atasikiza maombi yako. Amesema anasikiza maombi ya wale ambao the righteous, their prayers. Kwa hivyo utakaa ukisema maombi yangu ya hii Mungu haji, sijui nilifanya Mungu aje, sijui nimekaa na Mungu wangu aje, nimeomba, nimejifunga, unaenda 21 days dry na hakuna maji. Hata inaendeleza hapa verse 13. Nipe ruhusu tuendelee kidogo. Who will harm you if you are eager to do what is good? Hebu simama kidogo. Nani atakuadhibu ukiongea ukweli? Nani atakuadhibu ukifanya mambo yaliyo ya haki? Mama moja akaniambia siku moja ati ameoreka kwa doa fulani. Akaja kwa ofisi yangu, akaniambia wakati alioreka hakuuliza bwana yake anafanya kazi gani. Lakini alienda kakaa huko. After 6 months akawa pregnant. Saa hiyo bwana yake akamwambia, nataka sasa kukuonyesha ile kazi mimi nafanya. Nataka sasa tujibu nani atakuadhibu ukifanya mazuri. Bwana yake akamchukua akampeleka kwa room moja. Kumbe bwana yake anaabudu masanamu, anafuga nyoka, anaabudu vyura, anaabudu hata chameleons. Akaambiwa sasa kazi yako iko wapi? Iko hapa. Kualisha ama vipi? Kualisha na kuabudu pamoja na bwana yake. Hiyo ndoa ikae. Sasa mama akaja akaniambia, sasa pastor, tutafanya namna gani? Mimi nataka ndoa yangu iishi na kazi ambayo mume wangu ananipatia, kwa kusema ukweli naona sitendi mambo mazuri. Hebu endelea hapa usikie vile Mungu anasema. But even if you should suffer for doing what is right. How happy are you? Sasa nikamjibu, hebu simama kwanza. Even if you are going to suffer for doing good, let it be it. Nikamwambia afadhali hata ndoa isimame, afadhali hata ndoa iishe, lakini usiabudu hayo masanamu. Wengine wamekaa katika hali ya kuteseka, wanafanya mabaya, lakini hawaoni wanafanya mabaya. Eti ndoa isiishe, kazi isiishe. Wengine wanafanya kazi na uchawi, na wanajua kweli wanafanya maovu. Afadhali kazi ikae. Ama aje mwalimu, because the Bible says if tukienda nyuma kidogo,
the way you have put it, afadhali ikae, afadhali kazi ikae, afadhali ndo ikae. The Bible says he watches over the righteous. He watches over the righteous. Labda unaweza kuwa pale ukifikiria, even if this is evil, nitalisha watoto vipi, nitawalipia school fees, nitaishi vipi, hii kazi baya ikiisha. But now the Bible tells you he watches over the righteous. Anawaangalia wale waadilifu. Kwa hivyo hakuna wakati hata siku moja atasikia maombi yako. Hata ukiwa kwa shida, uwe uko na kazi gani, uko umebarikiwa aje, upate mashida, hakuna wakati atakusikia. Afadhali ukae bila Mungu akusikie. Afadhali ukae huna hiyo kazi, Mungu afanye nini? Akusikie. Yes. He tells us in Isaiah. Maybe you'll tell us which chapter of the Isaiah. Hakuna neno litatoka kinywani chake kimrudie kama akijafanya vile vile kilikuwa kimetumbwa kifanye. Kama vile mvua imesema hapo, kama vile mvua inanyesha na ikinyesha kuna mazao. Vivyo hivyo hakuna neno hata moja litatoka katika kinywa cha Mungu ikosa haitatimiza. So if he tells me he will watch me if I am righteous. It means if I read that job, if I leave whatever that is evil that's separating me from God, he will provide. Huyu mama akaenda kaniambia, kama vile pastor uliniambia, wacha ndoa ikae. Ndoa ya kulisha, ndoa ya kuabudu masanamu, ndoa ya kulisha manyoka na sio tourist attraction, ni ya kuabudu mashetani, ndoa ya vyura, mimi siitaki. Na akatoka kwa ndoa. Na hivi karibuni aliniambia alioleka kwa ndoa nyingine ya Ukristiano. Alioleka. He creates a way where there is no way. He creates a way where there is no way. And we keep and you know the truth will set you free. The truth will set you free. Sasa hapo ndio nilikuwa nasema, ukijua ukweli utakuweka huru. Unaweza kaa katika hali ya utumwa kwa sababu hujui ukweli. Ukweli, mtazamaji, ukweli utakuweka huru.